Halo, Bwana asifiwe watu wa Mungu, mliobarikiwa sana. Mimi ninaitwa Pastor Sifaeli Kikoti. Bwana amenipa neema ya kuandika kitabu kinachoitwa Tabia za Kiongozi wa Kiroho. Na hicho kitabu ninatarajia kukizindua mwaka huu mwezi wa 8, na tutakapokuwa tunazindua kile kitabu, wale viongozi au wale vijana ambao wanatamani kumtumikia Mungu, ni muhimu kukisoma hicho kitabu, kwa sababu kina mambo mengi sana ambayo Bwana amenipa neema ya kuyaandika, yatakayoweza kukubadilisha kitabia, kifikira na namna ya utendaji kiujumla. Na ninayo nafasi ya kukuambia mambo kadhaa ambayo yapo ndani ya kitabu cha Tabia za Kiongozi wa Kiroho. Sasa nitaangalia au nitakwambia tabia kuu za kiongozi mzuri wa kiroho ni zipi. Tabia ya kwanza ya kiongozi mzuri wa kiroho ni kuwa na unyenyekevu au kuwa mnyenyekevu. Hatumii madaraka yake kukandamiza wengine au kuwadidimiza wengine. Kiongozi wa kiroho anatumia nafasi yake katika hali ya unyenyekevu na kumtii Mungu. Jambo la pili muhimu ambalo nimeliandika kama tabia ya kiongozi wa kiroho, ambayo kiuhalisia haipaswi kukosekana kwa mtu ambaye anaitwa kiongozi wa kiroho: awe mwaminifu na mwadilifu. Awe mwaminifu na mwadilifu. Huwezi kulaumiwa katika mambo ya fedha na maadili kama wewe ni mwaminifu. Na hizi lawama zinawapata watu ambao wameshapoteza tayari hali ya uaminifu na uadilifu. Kwa hiyo jambo la tatu ni mwenye upendo. Kiongozi wa kiroho hauwezi ukaongoza watu wa rohoni ambao unataka wawe wa rohoni kama hauna tabia ya wewe kuwapenda. Yaani halijazaliwa au hakuna uwekezaji wowote ambao Mungu ameufanya ndani yako wa upendo. Na tunaamini na tunajua na tunatambua ya kwamba upendo ni tabia ya Mungu mwenyewe kwenye maisha yetu. Kwa hiyo huwajali na kuwahurumia wale anaowaongoza. Yaani lazima uwe na uwezo wa kuwajali na kuwahurumia wale ambao wewe kiongozi unawaongoza. Kwa nini? Kwa sababu watu wanakuja na mahitaji, lakini si tu mahitaji peke yake. Watu wanakuja na madhaifu. Ili uweze kuwasaidia, unahitaji hali ya kuwapenda, kwa sababu mwisho wa siku hata Yesu alitupenda sisi kwanza. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, kisha akamtoa mwanaye wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, aje afe, asulubiwe, ateswe kwa ajili ya maisha yetu au kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo upendo ndo uliotangulia, alafu baadaye kukaja au kikazuka kitu kinachoitwa kutoa, ndo akamtoa mwanaye wa pekee. Kwa hiyo kiongozi wa kiroho akiwa na tabia ya upendo, kuna namna ambavyo ataweza kujitoa. Kuna vitu kiongozi wa kiroho hawezi kuvifanya kama ndani yake hakuna upendo. Utajikuta tu unawachukia watu, utajikuta tu unawanunia watu muda wote, utakuta tu unayaona madhaifu peke yake kuliko mambo bora au mambo mazuri ambayo Mungu ameweka ndani yao. Na jambo jingine au tabia nyingine ya kiongozi wa kiroho
awe ni mtu wa maombi. Hauwezi ukasema wewe ni kiongozi wa kiroho kama hauna asili au tabia ya kuomba. Tabia ya kuomba ni tabia ambayo tulimuona hata Yesu alikuwa nayo. Kila wakati alikuwa anaenda mlimani kuomba, anamuomba Baba. Kuna mambo ambayo hayawezi yakatokea kama tabia hii kwa kiongozi wa kiroho haipo. Huthamini maisha ya siri ya uhusiano wake na Mungu. Kwa hiyo unapoomba unakuwa unathamini maisha ya wewe kiongozi ya siri kati ya wewe na Mungu, kwa sababu kadri unavyoendelea kuomba ndivyo unavyoendelea kuboresha mahusiano au unaendelea kuboresha uhusiano baina ya wewe na Mungu kwa ujumla. Na tabia nyingine ya kiongozi wa kiroho ambayo ni tabia muhimu sana, kiongozi wa kiroho anapaswa awe mvumilivu. Kama hautokuwa na uvumilivu, kwa kweli utaweza kujikuta pamoja na kwamba wewe ni kiongozi wa kiroho, lakini una maamuzi ambayo hayatokani na Mungu au hayatoki kwa Kristo. Kwa hiyo hakasiriki haraka na huvumilia changamoto za watu. Unajua, kama nilivyosema awali, watu wana changamoto mbalimbali. Kuna wakati hizo changamoto zao walizonazo, wewe ambaye ni kiongozi wa kiroho unapajua mahali gani ambapo unawapeleka. Kwa hiyo unatakiwa uwe na hali fulani ya uvumilivu wa kuvumilia matatizo walionayo, ukiwa unajua kuna mahali ambapo hawa watu wanaweza kabadilika wakawa watu wapya kiujumla. Na tabia nyingine ya kiongozi wa kiroho, lazima awe mwenye kiasi. Usifanye vitu kwa kupitiliza. Usifanye mambo ambayo yanakera au yanawauzi watu, yawe ni kwa ajili ya maslahi ya kwako wewe mwenyewe au kwa ajili ya maslahi ya watu wengine. Kwa sababu hata ukivaa nguo mbaya, umevaa kwa ajili ya maslahi yako wewe mwenyewe. Umevaa nguo ambayo haina mwonekano mzuri, umevaa kwa ajili ya maslahi yako mwenyewe. Umevaa mlegezo, umevaa kwa ajili ya maslahi yako mwenyewe. Sasa kwa sababu wewe ni kiongozi, watu wanaanza kuangalia vitu vingi vinavyoonekana kwa nje ambavyo ni vya kiongozi. Kwa ninavyosema kiasi, manake uwe una limiti ya baadhi ya mambo ambayo ukiyafanya, na ukifanya vitu unajua hiki hakitaweza kuleta sintofahamu katika maeneo. Kwa katika hiyo namna ya kuwa mwenye kiasi, anajua kuzuia tamaa za mwili na tabia mbaya. Kiongozi wa kiroho, kama haumudu mwili wako mwenyewe, hauwezi ukamudu maisha ya watu wengine. Kwa hiyo ili uwe kiongozi bora kwenye eneo la kuwa na kiasi, mwili utakupa taarifa mbalimbali ambazo pengine zikakuondoa wewe katika ile picha ya muonekano wa kwamba wewe ni kiongozi mzuri wa kiroho. Na kwa namna hiyo sasa ni nzuri kuwa na kiasi katika kuto kuusikiliza mwili na kubaini au kupambana na changamoto zinazohusiana au zinazotokana na mwili, na kupambana kuziondoa tabia mbaya ambazo zinatokana na mwili. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu kuna wakati hauwezi kubadilisha watu wengine kama wewe mwenyewe kiongozi haujabadilika. Na ili uweze kubadilisha watu, hauwezi ukabadilisha watu kwa namna ya kuzungumza kwa ubora, kwa namna ya kuongea kwa ubora, ila utaweza kuwabadilisha watu kwa namna unavyofanya au kwa namna unavyoishi
na watu mara zote wanapenda kujifunza zaidi kwa vitendo ambavyo kiongozi huyu wa kiroho anafanya kuliko maneno ambayo anakuwa anazungumza kwa ujumla. Tabia nyingine ya kiongozi wa kiroho mwenye kujifunza hakuishi. Hata mwalimu mzuri ambaye anafundisha neno la Mungu, yeye amalizi darasa lake la kujifunza. Darasa lake la kujifunza linaendelea, halikomi, linaendelea. Kwa hiyo lazima awe ni mtu wa kujifunza katika hiyo namna ambayo Mungu amekuamini kutumika kwayo. Kuna mazingira ambayo wenzako wanaofanya au waliofanya kabla yako walifanya kwa ubora. Kwa ili wewe pia uweze kufanya kwa ubora zaidi ya wale, lazima uende ukajifunze kwanza kwa hatua waliofikia, wamefanyaje mpaka wanafika kwenye hiyo hatua. Ili kuwaje? Unadadisi, unauliza. Kwa hiyo lazima awe ni mtu wa kujifunza, huwa tayari kupokea ushauri na kusikiliza wengine. Kuna baadhi ya viongozi wa kiroho, Mungu atusaidie, kwa sababu hatuwezi, tunaona ni kama vile ni dhambi kuwasikiliza watu wengine wanapokuwa wanatushauri, na mara nyingine watu wameacha kutushauri kwa sababu wameshajua tayari sisi si watu wa kupokea ushauri, si watu wa kushaurika. Kwa hiyo kumbe tuna nafasi sisi kama viongozi wa kiroho ya kukubali ushauri wa watu wengine ambao wanakuwa wana ushauri, ijapokuwa sio kila ushauri wa kuufanyia kazi wewe mwenyewe, kwa sababu ni kiongozi wa kiroho. Roho Mtakatifu atakwambia hili ni la kulifanyia kazi na hili sio la kulifanyia kazi. Tabia nyingine ya kiongozi wa kiroho, kwa kweli hii ni tabia muhimu sana ambayo anapaswa kuwa nayo kiongozi wa kiroho. Lazima awe mkarimu. Lazima kiongozi awe mkarimu. Tabia ya ukarimu ni tabia muhimu sana kwa kiongozi wa kiroho, kwa sababu usipokuwa mkarimu, usipofungua milango watu waweze kusaidika na wewe. Maanake ninavyozungumzia ukarimu sio tu kuzuia watu kutokuja kwako, maanake ni kuanzia uso wako unapokeleka. Kuna viongozi wa kiroho ni manunda, yaani utafikiri ni maaskari wale wenye sura ngumu, hawasikilizi, hawafikiki, hawakaribikiki kwa namna zote zile. Kwa hiyo unapaswa kuwa kiongozi unayefikika, unatakiwa kuwa mkarimu. Maneno yako, mazungumzo, kauli unazokuwa unazisema ziwe ni kauli ambazo kwa kweli zinafanana kabisa na kiongozi wa kiroho. Kwa hiyo kufungua milango yake kusaidia wenye uhitaji, hiyo ndiyo maana ya ukarimu katika tabia za kiongozi wa kiroho. Msingi wa kimaandiko, mifano ya Kikristo au mifano ya watu waliokuwa katika misingi ya Kikristo. Sifa hizi zimeainishwa vizuri katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 7, lakini pia Tito 1 au Tito sura ya 1 mstari wa 6 hadi ule wa 9. Maandiko haya yanasisitiza kuwa kiongozi lazima, jambo la kwanza, awe mme wa mke moja. Kiongozi wa kiroho huwezi kuwa na mitala. Kiongozi wa kiroho huwezi kuwa na wake wengi. Kiongozi wa kiroho huwezi kuwa na michepuko. Lazima uwe na msimamo imara, na haupaswi hata kuhisiwa kwamba unafanyaga vitu kama hivi. Upaswi hata kuzungumzwa, upaswi hata kunyoshewa vidole na kadhalika na kadhalika. Jambo la pili, haya maandiko yanasisitiza awe mwenye kuzuia nafsi yake, awe mwenye kuzuia nafsi yake. Jambo la tatu,
awe mtu wa kuheshimika, awe mtu wa kuheshimika. Na katika namna ya kuheshimika, si sifa za nyuma kabla wewe hujawa kiongozi wa kiroho. Katika namna ya kuheshimika ni sifa za kimabadiliko ambazo huyu kiongozi anaanza kuzitengeneza, anaanza kujichuni mwenyewe kuwa badiliko eneo fulani kwa ajili ya kuleta matokeo kwa watu wengine ambao wanamwangalia. Lakini pia maandiko haya yanaeleza ya kwamba awe mtu wa kuheshimika, yes. Lakini jambo la 4, asiwe mlevi wala mkorofi. Huwezi kuwa kiongozi wa kiroho ambaye unalewa. Huwezi kuwa kiongozi wa kiroho ambaye unakunywa pombe. Huwezi kuwa kiongozi wa kiroho ambaye mkorofi. Mimi huwa nashangaa hata kwenye hii mitandao ya kijamii, kiongozi wa kiroho hutakiwi kutoka kuanza kuzungumza mambo ya watu, kuanza kuongea mambo ya watu, kuingilia mambo ya watu. Wewe unapaswa kuwa na utulivu, kumsikiliza Roho Mtakatifu anakuambia nini kwa ajili ya kuleta mabadiliko au tija kwa watu ambao unawaongoza kwa ujumla. Jambo la 5 ambayo haya maandiko yanaeleza, kiongozi wa kiroho aweze kuisimamia nyumba yake mwenyewe vema. Tunafahamu ya kwamba kwenye kile kitabu changu nimeeleza kiongozi anaanza kuwa kiongozi wa yeye mwenyewe, na kiongozi anakuja kuwa kiongozi wa mtu mwingine, na kiongozi anakuja kuwa kiongozi wa familia yake, na kiongozi anakuja kuwa kiongozi wa kundi kubwa la watu wengi. Sasa kusema ule ukweli kabisa, hauwezi ukawa wewe umeshindwa kabisa kuiongoza nyumba yako mwenyewe. Labda pengine unapishana na mke wako, unapishana na watoto wako, hamuelewani kwa namna moja ama nyingine. Mtu yoyote ambaye ana asili au ana uasili wa kuwa kiongozi hasa wa kiroho, huwa ni mtu ambaye anajua namna ya kutafuta suluhisho ya mambo, na hiyo suluhisho inapokuwa inapatikana, ndiyo namna inayomtafsiri kwamba huyu ni kiongozi bora, kwa sababu hata nyumba yake ameiweza, ameimudu. Kwa hiyo kama hauwezi kuiongoza hata nyumba yako, manake tunavyosema nyumba yako tunamaanisha familia yako, familia ambayo ina baba, ina mama, ina watoto. Kwa hiyo wewe labda pengine ni baba, wewe labda pengine ni mama, lakini ni kiongozi somewhere kwenye nafasi ya kiongozi. Achana na viongozi wa siasa, mimi ninazungumzia kiongozi wa kiroho. Sasa kama hauwezi ukamudu au ukaimudu nyumba yako mwenyewe, tambua fika ya kwamba ni ngumu kuwamudu watu wengine, kwa sababu yale mapungufu ya kwenye nyumba yako unayoshindwa kuyahendo, basi watu wengine au kundi kubwa ambalo unatamani kwenda kuliongoza, tambua ya kwamba wana mapungufu makubwa kuliko hayo unayoshindwa kuyamudu hapo nyumbani kwako au kwenye hiyo nyumba yako. Wewe tu unaweza ukajiuliza kwamba kama nimeshindwa, je, yale nitaweza? Mikiki ya kwenye nyumba yako umeishindwa, utaweza mikiki ya kundi kubwa la watu wengi? Kwa hiyo haya yote na mengine mengi yapo katika kitabu chetu cha Tabia za Kiongozi wa Kiroho. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia tunapoendelea na mafundisho haya ambayo yanakujenga na kukuinua na kukupeleka viwango vingine. God bless you. Amen.